Mwaniangaliaje? Kwani nimeota pua la pili? Sini huku gara kwa kama kuko na taka. Yaani rununu yako hizi tuleo fukoni ya kuuma. Hata ikinila kombe, usijitie susu kwa mambo sukusu utasisiwani wewe. Mate nayo unatema. Kwani mjamzito? Funga mbelako la mkafe. Chunga ulimi wako wewe. Si wewe uliyesema kuwa kuna anayeuza membe matamu kama ashua katika soko hili? Ningesema tuseme. Muda mwingi umepita na mambo mengi yamebadilika. Chana boza. Anajifanya haoni maji machafu yanapita mtaani. Angalia lile povu jeupe lilipochacha. Yaani wameligeuza soko letu kwa uwanja wa kumwagia chaka na kemikali. Ndio maana watu wamenyana kwa ndole zisizo majina. Mungu anatupenda, vinginevyo tusingekuwa hai. Shemeji. Karibu Asante. Ashua. Naona leo mna kazi nyingi zameni. Ndio hali ya maisha vivie. Wajua lazima tuweze kutia tonge kinywani na tuwape wenye nchi kitu kidogo biashara iko vipi huko vyoskini vyenu? Nzuri, jawapo hakukaliki huko. Twajaribu. Kwetu wanadai kitu kikubwa au kitu chote. Kuhangaishwa na wenye nguvu ndio hewa tunayopumua huko. Watu wanachojua ni kukusanya kodi tu. Wewe nawe uache kulalamika. Wajua, ni jukumu lako kulipa kodi na ni jukumu lao kukota kodi. Kulipa kodi ndio kujitegemea na kutengeneza nchi. Kodi hatukatai kulipa shemeji. Twasema lakini kodi tunayolipa si kodi tu, ni kodi na kitu juu yake. Pia ni jukumu lao kuhakikisha kuwa soko ni safi, si kukusanya kodi tu. Kweli. Sudi, weka moto. Kwa herini, mimi narudi kazini. Sawa. Asante kwa chai shemeji Karibu. Mungu akuzidishie. Allah. Wachonga nini? Mhanga fulani. Nilijua tu. Ulijua nini? Mashuta za moto. Shauri yako kwa uendanishi na majira. Kumaanisha? Asijua maana ambii maana. Boza, kwani kuna mapya? Acha kunipima akili wewe. Hii simu yako hii. Hii simu. Yafuatayo ni matangazo maalum. Wananchi watukufu wa jimbo la Sagamoyo mnatangaziwa kuwa kipindi cha mwezi mzima cha kusherehekea uhuru wetu kitaanza kesho. Katika kipindi hiki adhimu, mnatakikana kuwakumbuka majigina wetu wa uhuru waliopigania ili kutunasua kutoka kwenye silisili za utumwa. Wakumbukeni hayati Mzee Ngao, mwanzilishi wa jimbo hili, na hayati mwanaye kiongozi wetu shupavu Mzee Marara. Kiongozi wetu Mzee Majoka bin Marara ameshauri kuwa huu si wakati wa kujihusisha na siasa duni za kutugawanya na kuyarudisha nyuma maendeleo yetu, bali ni fursa nzuri ya kufurahia ufanisi ambao umepatikana katika kipindi kizima cha miaka 60 baada ya uhuru. Tunajivunia kuwa na
kampuni kubwa zaidi ya uzalishaji sumu ya nyoka barani. Kwa mfano, akizungumza kutoka kwenye ikulu yake, mzee alikuwa na haya ya kusema: ndugu zangu wana Sagamoyo, kusherehekea miaka 60 ya safari yetu baada ya kujikomboa kutoka kwenye mikatale ya utumwa si jambo dogo. Na washauri nyote mwakumbuke sana waliojitolea mhanga wakahatarisha maisha yao na hata kufa ili tuyavune matunda haya ya uhuru. Tusiwaruhusu watu wachache waliojazwa kasumba za kikoloni kuturejesha kwenye utumwa wa kimawazo au wa namna yoyote. Hatuwezi kukubali kutawaliwa kidhalimu tena. Twajivunia Saga ni jimbo letu tukufu, jimbo tunalolipenda daima. Saga ni jimbo letu tukufu, jimbo tunalolipenda Daima. Daima. Saga alilinda Daima. Twamtukuza ngao kiongozi wetu shupavu, kwake ngao twasujudu Daima. Daima. Ngao wetu twakuhusudu Daima. Saga Moyo kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Moyo kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Allah, mbona mwezi mzima mapumziko? Wewe nawe wapenda kubaki nyuma kama mkia kondoo. Si kusema unitusi. Dhani miaka 60 ya uhuru ni mchezo. Ile hiyo si sababu mzuri. Mwezi mzima mapumziko. Sisi na jamii zetu tutakula nini? Mtakula mali mlizozichuma miaka 60 iliyopita. Wewe nawe ujaliko na ushajiingiza katika mazungumzo yetu. Yaani amkosi kutoa doa katika kila jambo zuri. Mimi na nani tena? Si wewe na utunu wako. Wewe una mke lakini mwandamana kila wakati kama kivuli, mtu na kivuli chake. Sijui watetezi, sijui wa nini. Punguzeni joto. Amjisikia kwamba tunasherehekea uhuru. Na wala hamkunijibu swali langu. Rudi huko. Nasikia mzee anatoa chakula cha kutosha kwa wasiojiweza. Una hakika ama umesikia tu? Nina uhakika. Mimi najiweza. Inavyoonekana Sudi. Tafadhali sijiingize katika mazungumzo haya. Jipe shughuli. Nimesikia mkubwa. Yasiyonihusu nyusi wala kope, sitayashiriki. Tena usisahau kwamba siku ya kilele cha sherehe inasadifiana na siku ya kuzaliwa kwa mzee. Sasa naelewa wakaji keki wana kazi na mke wako alipata ile kandarasi? Haikosi. Asia ni mwanamke halisi. Walimwanda Bi Husday na Ngurumo, wamemweka hapa mpaka akapewa kandarasi. Ngurumo moja? Huyo. Unajua ukitaka kula asali lazima umfuate nyuki. Lakini pia uchunguze alacho nyuki usije ukajitia najisi. Basi naona nyumba yako ina sababu ya kusherekea. Kama mke wako ndiye mwokaji wa keki msimu huu na si keki moja tu. Big time. Pengine keki skini 1000. Afadhali wewe bwana Mimi sija. Nini tena wewe Sudi? Upuzi gani? Hebu washike kijiredio chako. Ni yangu. Sasa wewe, hiki kijiredio cha vipindi 9 ndio kinakutia kiburi namna hii? Ama kweli maskini akipata mataka uliambwata. Nalidharau gogo la kuvukisha mto, sio? Sasa hiki kimeitwa kijiredio kosa jina lingine tu. Na kazi mingi mimi sitaki uzushi. Kazi ya kumchonga mwenga asiojulikana fasili wala asili, hiyo ndo kazi. Hizo taarifa za majoka zitakufaa vipi? Hazikuongezei tonge. Eti wanatangaza mashujaa. Mashujaa gani? Tunapaswa kuandika historia yetu. Umesikia? Profesa historia na siasa ashasema. Haya basi. Iandike basi tu, nitakupeleka wapi? Impeleke wapi? Impeleke wapi? Haimfikishi pahali. Yeye mwenyewe si mwandishi, yani mchongaji. Sawa, nitaichonga upya. Haya, kila laheri.
Hamjambo mabwana. Jambo mzee. Mshauri mkuu na binamuye Majoka amelitembelea soko la walala hoi. Kweli sasa naamini kuwa tunasherehekea miaka 60 tangu uhuru. Acha nikae kwenye mpini hafija. Na jitihada uvuta heri, tuwahitaji vijana wengi kama nyinyi hapa Sagamoyo. Asante mzee. Asante sana mzee. Mzee, umefanya heshima kubwa sana kututembelea. Karibu kwenye soko letu. Salamu za mradi wetu nilikuwa nawafahamisha. Kwa hivyo umeanza? La. Mnagoja nini? Anzeni mara moja. Mzee Majoka amenituma nizichukue na zihitaji sasa hivi. Chelewa. Atauanza bila shaka mzee. Mimi niko katika hatua za mwisho. Angalia anavyopendeza katika kiti chake cha enzi. Nani huyu? Shujaa Marara bin Ngao, hayati babake Majoka. Acha ukalulu poza. Wala hawafanani. Basi naona utaufikiria upe mradi wako Wachana na huyo mzee. Nawe muungwana wa mtonga nani? Shujaa halisi wa Sagamoyo. Ni msimu wa mashujaa wa Sagamoyo, sote tuwajua. Hana jina huyo wako? Ni mkubwa kuliko jina lake. Myupi tena? Tena wa kike. Sagamoyo tushawahi kuwa na mashujaa wa kike kweli? Na ni mrembo? Semayo ni kweli, ni mrembo, ila urembo wake wa nafsi ni bora zaidi kuliko huu nje unaoona. Urembo wa nafsi. Acha kujenga nadharia kutokana na kinyago. Hatutembei na mashine ya X-ray. Urembo ni wa nje peke yake, period. Kwanza tuambie alifanya nini? Uliza anafanya nini? Unajua tuwafunzi wa nyakati na hali. Anajua nani alijuana na kiongozi wetu Ngao? Nenda maktabani ama ingie mtandaoni, hivyo naona utasaidika. Wacha vishindo Sudi. Teknolojia ya kisasa haitutishi. Wakati huu ni vitendo. Atanunua nani kinyago chako? Mimi nampendekeza umchonge Ngao. Uone mradi mzuri na umefadhiliwa kutoka nje. Umefadhiliwa na kina nani? Si wafadhili wetu wakati wote ni wa kutoka magharibi na mashariki. Na masharti yao? Ya mradi ya wafadhili? Yote mawili. Si dawa ya deni ni kulipa. Wametupa miaka 100 kama kawaida. Kwa hivyo tutalipa sisi. Acha fitina Sudi. Usiegeze kwenye inda, utavuna hila. Staki mradi. Mzee, mimi bother, stop it. Sudi. Mradi huu utabadilisha maisha yako milele. Jina lako litashamiri. Na tena utapata tuzo nyingi pia. Na tena kuna likizo ya mwezi mmoja ugaibuni wewe na familia yako. Ninavyokujua wewe Sudi, kazi kwako itakuwa ni mteremko. Na tena nani ajua wewe pengine wageni wetu nimesema sitaki. Umelishwa kiapo na huyo hawara wako, sio? Tafadhali usimuingize Tundu katika mjadala huu. Wakati huu sika zamani, ya kale sasa yamepita. Ya kale hayaachi kunuka. Na uchunge sana huo ulimi wako usije ukakutema katika bahari ya mchafukoge. Nisioimudu mbizi yake. Usihesabu vifaranga kabla ya kuanguliwa Sudi, Hizo bio za Tunu ni za sakafuni. Si Tunu, mmemulikiwa mbali. Na jumuiya, Nilijua tu. Hizi siasa zenu za vipeni 9. Mzee Kenga, sasa naona wavuka mpaka. Anayevuka mipaka ni wewe Sudi. Huo mgoni wako, sio? Mzee Majoka kanituma nije hapa kwa heshima yako. Na nilichokipata? Hata salamu za Mungu hunipi. Samahani sana, sikujua kuwa Mzee Majoka ameniheshimu sana hivyo. Utamvuja moyo shujaa wa watu kwa kulikataa ombi lake. Lakini sifi moyo, nitarejea tena kuzungumza nawe. Karibu tena Mzee Kenga, kigogo mtarajio wa saga. Mzee, mimi hii kazi huiwezi. Mzee Majoka anatafuta talanta. Kazi safi.
Chopi, Sawa. leta hiyo keki, wape hawa wangwana wale. Sudi, najua ipo siku utakapomtafuta mzee Majoka. Mtu hujichorea ramani ya maisha yake mwenyewe. Yatafakari hayo. Kwaherini. Keki iliyookwa na mke wangu. Karibuni. Mimi sili makombo kama Kilbu. Nishaikunywa chai ya mke wangu nikatosheka. Jeuri niliyasikia leo na yaona. Takula hicho kiburi chako wewe. Ama alizo falsafa zake. Udongo bishani na mfinyanzi, na tena vigogo wa bishani, ama watafuta maangamizi wewe. Tena mwana wa shujaa mfi. Huyo mfinyanzi wenyu mkipatana naye mwambie kuwa njia muovu ni fupi. Na ya mjinga, Tusi tena. nimekupunguzia makali. Afadhali uyakie kunyeshe tujue kuvuja wapi. Ukila leo kumbuka kuna kesho isi. Kesho ni ya Mungu. Mia ni mla leo. Mla kesho kalani. Naona amekufunza methali. Watu wako wapelekee keki au watakula hizo methali. Sasa wewe wataka kufanya kichungu ukionekane mlima. Hiki kijikeki kidogo nitakufanya uweze kufikiria familia yako kweli? Hapo basi, kijikeki. Mbona kiwe kidogo? Sagamoyo ni kwenyu, ufanisi ni wenyu, sherehe ni zenyu, na keki kubwa ni akina nani? Anasema Sudi ni ukweli. Wewe kombe sikuoni vizuri. Wewe ni kama popo. Kwa ndege haupo na kwa wanyama haupo. Shika hamsini zako wewe Sudi. Sitaki kufunganira na mtu. Usijitie purukushani wewe nawe. Huoni tena mambo yamebadilika hapa Sagamoyo? Naona waambukizwa. Aketie na cha upele haishi kujikuna, ujui? Na wala sijaambukizwa. Uhalisia wa mambo umekusika. Fungua macho uone. Keki ya uhuru imeliwa kwingine nanyi mwaletewa masazo. Sudi. Tafadhali Ala? Kwani kuna yapi? Ni mzee Kenga. Wamefanya nini? Mzee Kenga anapanga njama fulani. Anahutubia wahuni chini ya mbuyu. hayo yanatuhusu vipi? Twendeni jameni, twendeni tukasikia wanaohutubiwa na hofu ya usalama wetu. Naam. Kaa hapo. I know I'm in bad books but twendeni. Nini tena? Maandamano. Maandamano? Si maandamano ya uguzi yalisitishwa jana ama walimu wamegoma tena wakiwa likizoni? La, nikiwa naye nakofanyia kazi. Majoka wanaua. Wameua kina nani? Vijana 5 na watoto wengine waliokuwa wamegoma. Pia wameumia. Wanitinga si soko lilifungwa juzi. Twendeni jamani. Wamekutania ndani. Watu wengine waliokuwa wakija sokoni kuona kama kuna matumaini yoyote. Waliposikia maandamano wakaja mbio. Hata sijui kama unajua vini ya maandamano yetu. Na kiini cha maandamano yenu ni nini? Vini. Vini. Bei ya chakula imepanda kwenye kioski na kampuni mara kadhaa tangu soko lilipofungwa. Nilijua ni utoto tu. Boza, hapa hakuna utoto. Haya ni masuala nyeti. Hayo ndiyo madhara ya kula makombo ya keki. Umeanza. Haya, twendeni jameni. Bora tuendeni tupitie sokoni kisha kiwandani. Kupoteza hata dakika moja ni hatari. Sisi hatuendi. Sema wewe. Mami, usilie utamwamsha Pendo. Nyamaza. Shikamoo baba, nataka chakula, nina njaa. Kwani mama yuko wapi? Nitakupa chakula. Yu wapi Ashua? Ameenda kutafuta kiamsha kinywa. Watoto hawajala. Umesikimizana na waandamanaji. Keti hapo ufanye kazi. Boza staki. Utaki nini? Umesikimizana na waandamanaji. Keti hapo ufanye kazi upate pesa za kukimu familia yako. Lakini Boza atauziwa wapi vinyago vyake na soko limefungwa? Siti, wachukua watoto wa Sudi na wapeleke kwetu. Mama atawalisha na kuwatunza hadi tutakaporudi. Sawa. Lakini Tunu, kama asemavyo Boza ni kweli, nina jukumu la kulinda uhai, kulinda haki, kulinda uhuru. Look at the bigger picture man.
Hujasahau mafanikio ya mapambano yetu kama viongozi wa chama cha wanafunzi chuoni. Tulikula kiapo sudi kuzitetea haki za Wanasagamoyo hata kama ni kwa pumzi zetu za mwisho. Lakini tu uliyavulia shati ya Oge. Kesho ya pili na Pendo iko mikononi mwetu. It's for their good. Sawa mwanangu. Twende. Twende.